shilling. Let us start by devolving services. If it's something, let me give an example of education, a subject I'm so passionate about. In fact, when I talk about education, I think I get emotional. Let us not have some constituencies or some counties where they can afford, through their bursaries, to take their children for education overseas, Australia, UK, America, with bursaries. Yet in my children in Mwea, I cannot even afford to give them anything more than 3,000 shillings per year. Let us say we know we have this so number of children in this country. Let us have the money divided by the number of children. Tungependelea one man, one vote, one shilling. Hii shilingi itatoka wapi? Kuna mwenzetu alisema hii sheria inaongea sana kuhusu vile tunagawana rasilimali, lakini haisemi hii rasilimali inatoka wapi. Ni lazima tujue hii pesa itatoka wapi. Mheshimiwa Mary Maingi, tumekuwa tukiongea sana juu ya watoto wenye maeneo mengine ya bunge. Mbunge wa hiyo eneo kupitia pesa yake ya CDF anaweza kulipia watoto karibu gharama yote ya school fees. Mimi na Mary Maingi tunang'ang'ana hapa kupatia mtoto shilingi 4,000 day school, hata haiwezi lipa school fees ya day school ya muhula mmoja. Lakini tunasema wale waendelee kunufaika na ile wako nayo. Lakini sisi tulio wengi tunataka rasilimali iongezeke, sisi pia tuongezewe, watoto wetu wafike kiwango ya wale wengine. Iacha kuangalia Kenya kama kabila, tuangalie Kenya kama Wakenya. Itakuwa ni kwamba hata tukifanya census, ile hesabu ya watu wa Mwea constituency wahesabiwa kama watu wa Mwea, wasihesabiwa kama ni Wakikuyu, Wakamba, Wajaluo. Hiyo mambo itatusaidia sana. Kama tunaangalia maneno ya county, tunaangalia county. Hatuangalii county yenyewe iko na Wajaluo wangapi, iko na Wakikuyu wangapi. Na pia tukifika mahali ya kugawa rasilimali pia, kama vile watu wengine wanapendekeza ati one man, one vote, one shilling, ambayo ita affect watu wengine kwa njia mbaya.